In this video, I'm going to Pipeline. We are going to focus on Elvis and his chapati business. Mimi napenda ngano sana. Kwanza najua iko na baraka, sababu Mungu ndiye alitumia akipea wanafunzi wake. Hauwezi kufanya kazi na ngano ukose pesa. Haiwezekani totally. Iko na siri nyingine bado hatujajua. Which means siwezi fanya kazi nyingine wakati ngano bado iko. Ukianza kuna time ulikuwa unapika chapati zenyewe wewe mwenyewe ukupenda. Siwezi kuambia. Enda ulize Sharon. Nilikuwa nashinda nikikatwa mtaara. He's going to teach us how to make chapati special. Sasa hii chapati hata nikiipika itakuja ikiwa tofauti na hii. Na special nikipikia special usipiki kubwa, napika kidogo kwa sababu ni special. Hapo naipindua ndio ive vizuri. So, ni special in terms of taste ni different. Elvis is from Rwanda but hustles in Kenya. We had a very long and interesting conversation. He told me you can't cook chapati in the streets in Rwanda. I don't know how true that is. I guess I'll have to visit Rwanda for myself. Rwanda pia inauzwa hivi kila mahali ama Hapana. Hiyo rudisha kwa nimetoa. Eti upike chapati kwa barabara. Kwa nchi ya nani? Kwa nchi ya nani? Naweza penda hii chapati nijipate nikiwa na gari mzuri yenye nimepata kutoka kwa chapati. Na customer mwingine akikuja wewe ndio utafunga. Kuna siku umepika chapati mingi sana mpaka wewe mwenyewe ukashtuka. Siku za maandamano. Watu walikuwa chapati sana hizo. Vibaya sana kwanza. Hata nataka maandamano irudi kidogo. Siku ikipita kama hujaroli unasikia Siwezi maliza siku hata kama nilikuwa mgonjwa. Angalau nipike ya nyumba yenye nakula. Zikuwe mbili, boards mbili tu. Mkenya anaweza kuonyesha ng'ombe, anaweza kuonyesha mbuzi na kwambia ni ng'ombe na atakuingiza box hadi ukubali. Na ni mbuzi unaiona ni mbuzi anakuambia ni ng'ombe, ni vile hajakuwa kubwa. Hii pesa inapatanga hapa kwa chapati. Hii pesa haina jina eti chapati. Changamoto ni mingi sana si foreigners. Kuna mtu anaweza kuja hapa aniambie nifungie smocha 2 au 3, unamfungia alafu anakuambia sikulipi, na muuliza kwa nini? Wewe sio Mkenya, kwanza unafanya biashara kwenye sio nchi yako, naenda na kama ni mwanaume nifuate. Before we continue, make sure you subscribe, and if you are already subscribed, just know I could not do this without you. So I appreciate you. Nikishika pesa nasikianga vizuri. Nasikianga fiti sana. Nikishika pesa nasikianga mimi ndio niko mwanaume sasa. Wewe ndio mwanaume. Niko na pesa kwa mkono nasikia niko mwanaume enough. Kabisa. Mwanaume hafai kukosa pesa. Pipeline is about a kilometer from Nairobi's Central District. Pipeline is one of the city's most densely populated and fastest growing neighborhoods. To outsiders, it's a chaotic mix of high-rise flats and narrow corridors where every balcony is covered with clothes hung out to dry. Around 100,000 to 150,000 people live here, squeezed into small areas. Life here moves fast and loud. Most residents are young working-class Kenyans, drawn by the cheaper rent, affordable life, and easy access to jobs in the industrial area, the airport, and the CBD. I wonder mbona inaitwa pipeline, yet hakuna actual pipes za drainage. This is risky. Something should be done considering the large number of people living here. A resident from Pipeline told me to address this issue and I was like, this is too important to ignore. So serikali tafadhali, come mcheze kinyinyi. Business in Pipeline thrives in every corner, and today we are going to focus on biashara ya Elvis ya kupika chapati. Elvis is showing me how he prepares his dough. Mimi wageni mtembeangi. Kuna shida kubwa sana. Leo niko peke yangu, tunapanga wawili. Nimeweka chumvi na kasukari kidogo, so unaweza taste. Unaweza fanya hivi utest. Usikie vile ina taste. So ukisikia ina taste vizuri, kuna vile una balance. So ukibalance inatoa chapati tamu. Alafu unaweza ongezea mafuta kidogo, chai kidogo. Sababu ikiwa mingi inatoa chapati, ikiwa soft lakini ikipoa inakauka. Naona tu mafuta nimeweka, hapo naweka unga. So usually unatumianga mifuko ngapi wewe? Hiyo ni siri ya biashara, lakini tu kama umekuja nitawaambia tu. Inategemea, kuna time kaa weekend. Naweza pika kaa 8, 6 au 10. Inategemea siku iko aje. Lakini kiujumla kazi inakuanga sawa tu. Kazi iko sawa. Iko vipi sana. Hiyo unaita aje wewe? Mimi naitwaje? Mimi naitwa Elvis. Nasema okay, Elvis. Nasema hii whatever the process you're doing now. Hapa sasa na bake. Kiswahili kuna vile naweza kosa kuiongea sababu unajua sisi tunaongea Kifaransa. Upate nimeweka neno ka Kifaransa. Kifaransa hapo ndani. Hapa na bake hii unga yangu. Ukimaliza kuibake naweza ipea like 5 minutes ndio ikuwe sawa. Sasa hii ni ngumu kidogo. Sababu vile ni ngumu naweza ongezea maji kidogo.
ndio ikuwe nyororo kidogo, na ukiwa mjanja wa chapati wa ngano vile imekuwa nyororo ndivyo inaweza toa hata chapati mingi, balls mingi na upate pesa mingi. Sasa natengenezanga unga kidogo kulingana na nguvu yangu. Siwezi tengeneza mingi. Natengenezanga kidogo sababu sinanga nguvu mingi ya kutengeneza unga mingi. Sasa hii kiisha utatengeneza nyingine. Hii nayo inaisha saa hii. Haiwezi kaa. Kwa hivyo unamaanisha watu wanakutambua sana, wanakuja sana. Wananijua na chapati sana. Chapati yako huku imekubalika. Inakubalika vibaya sana pale. Chapati, samosa, mandazi kama hizo. Unatengeneza nini zingine hapa apart from chapati? Kuna samosa, kuna mandazi, hizo tu na hii chapati. Hiyo ndio ngano na hizo vitu zingine, smocha, hot dog. Nini watu wanakula sana? Smocha sana sana wanawake bani. Wasichana wanatambua hiyo kitu vibaya sana. Nyinyi mnatambua smocha. Smocha ni tamu. Smocha ni tamu, ni ukweli. Kwanza tukipata na chapatika hii yako nzuri. Hii chapati na hii nayo inajulikana. Hii nayo. Na waonjesha moja tu msikie. Ndio mnipromote mingi. Na nikuulize, hii kazi umefanya kwa muda gani? Hii kazi sikuanzia hapa. Kuna pale nilianzia hapa kwa Sharon, kwa hiyo hoteli ya Ali Hassan. Hapo nilikaa tu mwaka 1.5 ndio nikafungua kazi nyingine upande ya huko kidogo, nikaifunga nikafungua nyingine. Bado sasa tuko hapa sasa. Sasa niko na miaka 2 hivyo nikifanya hii kazi. Na maybe kuuliza kama uko open kutuambia nini ilifanya ukaanza, ni passion tu ya kupika ama kuna story behind it? Mimi napenda ngano sana kwa sababu kwanza najua iko na baraka, sababu Mungu ndiye alitumia akipea wanafunzi wake. Hiyo kwanza napenda ngano. Hauwezi kufanya kazi na ngano, kudeal na ngano ukose pesa. Haiwezekani total. Hata kukua aje, hata watu wakule, hata watu wafanya aje, yako itapatikana tu. Iko na siri nyingine bado hatujajua. Ngano nayo iko sawa. Ndio kazi napenda sana zaidi, which means siwezi fanya kazi nyingine wakati ngano bado iko. Kwa sababu si ni unga moja. Sasa hii mimi nikipika hii unga niimalize, nikoshoa hapa nitatoa kaa miangapi yangu tu. Na kuna mtu ameshinda mjengo akitengeneza 500 kuanzia asubuhi hadi saa 1 usiku. So nasikia sasa kuna tofauti. Wewe kazi unafungua saa ngapi? Mimi hapa sifungangi, hii inakaa kanisa ya Catholic. Hapa tufungangi. Amfungini back to back. Sasa hii kuna unao kijana amekuwa hapa. Ikifika kitu saa 4 atakuja anitoe, ndio mimi niende nipumzike, nitarudi kesho ndio tuendelee sasa. Basi ndio maana watu wanakuja hapa sana. Je, consistency? Tunawajali sana ndio wasikufe na njaa. Lakini sio kuwajali pia, na tunataka hiyo pesa yao yenye iko kwa mfuko tuichukue. Walete bana. Tunaihitaji vibaya sana. So hebu kama unaweza tuelezea sasa hapo imefika wapi? Hapa kwenye imefika. Sasa hii nikiwa bado sina chapati hapo kwa meza, hii inaweza ipika, iko sawa. Hapa iko mwisho kabisa. Hapa iko mwisho. Hapa imekubali kupikwa. Unataka kupika chapati, tuna learn from the best. Pia hivi utesi usikie kani tamu. Ukikula haina shida, haina yeast, haina anything. Kula umeze iko sawa. Tunasikia sasa kuna vile na taste. Sasa unaweza jua hii chapati iko tamu au sio tamu. Unajulia hapa. Unajulia hapa. Chapikwa. Hapa ndipo kuna. Tunajulia. Unasema unajulia hapa kabla haijapikwa, si ndio? Utajuaje kama itaenda kukua ngumu? Hiyo sasa ni swali poa. Sasa chapati hii haiwezi kuwa ngumu ukiwa na pan. Kuna vile na control hii moto. Sasa kila kitu na control hapa kwa pan. Sasa kuna vile pan inaweza kuwa moto kidogo. Sasa ikiwa moto kidogo ukipika lazima itakuwa ngumu. Lakini ikiwa imeshika moto, lakini moto isiwe pia mingi zaidi, sababu itachomeka. Ndio utakuonyesha, acha kwanza niwashe ndio uone. Sawa. Haya, we are learning. Mambo sio mbali. Hapa nikiwasha gas, kuna vile itakuja ikue ile design inaweza pika. Na siwezi pika chapati ngumu hata ikiwa sio moto, haiwezi kutoka ngumu. Nimeizoea. Umeizoea sana. Nimefanya kwa muda na ni kazi napenda sana. Ukianza kuna time ulikuwa unapika chapati zenye wewe mwenyewe ukupenda? Leo siwezi kuambia. Wewe uliza Sharon. Nilikuwa nashinda nikikatwa mshahara. Wewe unasema nini? Zenye hazieleweki. Watu wajue ni kawaida, ni mazoea nafanya kwa poa. Ndio kuna mtu aliniambia, unaona watu wanaenda pilots wa ndege, kuna time yao wanajua kuchora ndege, lakini kwa muda huyo anaiendesha. Which mean kujua ni polepole. Nilikuja nikajua vizuri sana. Hapa nimewasha, sana subiria ikuwe moto ndio nianze kupika. Wewe unapika chapati za white pekee ama kuna brown, kuna variety? Kuna watu wananipeanga order. Sasa wakinipea order na wapikia brown, lakini napikanga brown. Kuna wenye wanazichukuanga, napika brown. Na wewe unapenda gani? Wewe wenye unapenda kula? Brown sikulangi. Hiyo ni ya watu wenye wamenona. Mimi sijanona. Kwanza nataka nikule hizi ndo ninone. Wewe unataka kula? Nataka kunona. Ninone kwa mfuko na ninone kimwili.
Hii itakuwa mzuri sana. Muhimu ni hapo kwa mfuko sana. Sana sana kwa mfuko. Hata nikikonda kimwili lakini kwa mfuko nikiwa sawa. Hapo sina mambo. Hapo mtanitambua tu. Nyinyi mtanitambua. Kwa biashara kuna pan yenye inakuwa preferred ama yoyote tu yenye unanunua kwa barabara ni sawa? Kai yenye natumia sio mzuri. Ni mbaya aje? Ni mzito. Sasa ndio ishike moto, nita waste gas kidogo. Sasa inafaa ikuwe nyepesi kidogo ndio angalau ishike moto mbio, usi waste gas. But uzuri wa hii nayo hata kama iko hivyo ikishika moto inakuanga mzuri zaidi. Lakini na take time. Yeah. Na sasa unaona ni gas unatumia. Mmekuwa na changamoto ya nitwaje? Upepo. Upepo. Changamoto, unajua kila kazi yote huwezi kosa changamoto kwa sababu kazi inakuanga hivyo, ni kawaida kwa changamoto na kazi lazima. Hauwezi kufanya kazi na itoke ikiwa perfect vile unataka. Lazima uwe na changamoto fulani. But tu wewe unaenda ukivumilia vile wewe ni mfanyabiashara. Kulingana na hizo changamoto unapatana nazo tu unavumilia. Unaweza tuambia zingine zenye umepata hapa moja ama mbili? Changamoto ya kwanza ni customers. Customers wanatusumbua vibaya sana, kwanza weekend leo wanatusumbua vibaya sana. Wanatusumbua weekend bwana? Walevi. Na mtu anaweza kuja na mudu zake nini, unaona? Alafu mkosane bure, amekosana kwenye alikuwa, anakuja naye akiwa na attitude zake, mnakosana sana hivyo. Au wanakutumia pesa, wana reverse. Kitambo nilikuwa natumia cent, lakini sasa hii ni till, sasa hii hakuna mtu anaweza reverse. Okay, sasa hapo tumefika wafanya nini? Hapa sasa hizi ni balls. Sasa inategemea na upishi ya mtu. Kuna wenye wanaweka hii unga hivi, acha nikuonyeshe. Mimi napenda hii sababu ni mbio, unaifanya ni sharp. Okay. Wakati kuna customers kuna wenye wanafanya hivi, hata kwanza nitumie hii nini sababu nimekaa sana hata siitumii. Shortcut. Sababu sometimes nakuanga nimeshikana. Sasa ukiwa na custom uweze enda kufanya hivyo. Sasa lazima utafanya hivyo ndivyo ya wakati sasa. Nikuulize hapa pali watumia mnalipia space ama? Hakuna kitu ya bure hapa Nairobi my friend. Hiyo ndio unajua. Hapa tunalipia. Nimeona huku pipeline biashara ni mingi. Watu wanajituma, watu wa pipeline wanapenda kazi sana. Kuna mali pengine umeishi kabla ukuje hapa pali umetry kufanya biashara Ruiru hapo bypass na kona kuna biashara kakoko bado kachapati pia kitu kama hiyo. Kwa hivyo kuna branches. Umejipanga. That's nice. Ruiru kuna nini kadogo lakini watu ni wachache, unapata kidogo. Sasa ikiwa hivi, huwezi katakata ikiwa hivi. Lazima utachukua mafuta hapa pake. Sasa kuna wenye wanatumia kijiko wakati hawaamini mikono zao, lakini vile mimi naamini mkono yangu naweza fanya hivi. Sasa hii chapati hata nikiipika itakuja ikiwa tofauti na hii. Sababu upishi ya chapati iko mingi. Itakuwa tofauti aje? Hebu tueleze hiyo part kidogo. Naona hii mafuta na vile nikifanya hivi, sasa nataka hapa nitapika special, chapati special. Unaona sasa. Hapa upishi ya chapati iko different na special. Nikikupikia special sipiki kubwa, napika kidogo kwa sababu ni special. So ni special in terms of taste ni different ama? Taste ni ile lakini kuna vile nitakuonyesha. Nitapika hiyo kawaida na nipike hiyo, utaona ni kuna tofauti. Sawa. Naona sasa naweza fanya hivi wakati niko na muda ndio natumia hii. Hivi kiendelea kufanya hivyo niulize, wewe unaweza kana msichana ambaye hajui kupika chapati? Naweza kana msichana mwenye ambaye hajui kupika chapati? Sijakuelewa vizuri. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Unataka kumaanisha? Wamenielewa. Unataka kumaanisha? Uko na mtu? Mtu? Bibi. Uko na bibi basi? Niko na mtu tu lakini kuna watu wengi sana huwa wanasema msichana hajui kupika chapati arudi nyumbani. Sasa nakuuliza wewe waweza kana msichana ambaye hajui kupika chapati? Tunaweza kana naye kwa sababu wakati hajui kupika chapati maybe kuna kitu kingine anajua. Kwa hiyo mimi hizi nisumbua. Hizi nisumbua hata kidogo. Heri tu akuwe na heshima. Tuko sana Okay. Na asikue mvivu tafadhali. Tafadhali asikue mvivu. Knowledge yako ya chapati imewatosha nyinyi wawili? Iko sawa. Tunaweza survive. Unajua mtu hawezi kufanya mchukie kwa sababu hajui kazi fulani. Unajua kitu nilikuja kugundua nyinyi wa Kenya na sisi Rwanda, Burundi tuko tofauti kimila. Sana wanaume hadi wanawake tuko tofauti zaidi. Unaweza tupa example kama moja? Kimfano sio kila mwanaume wa Kenya
unaweza ambia apike akubali, lakini mwanaume wa Rwanda wa Burundi vile mimi nawajua hawezi kosa kupika. Heri tu ikuwe kitu ambapo inamletea pesa, hiyo lazima atachangamka mbio sana. Sasa lakini wa Kenya wanaume hawawezi. Unajua naona tu nyinyi mnawaona, unajua mimi sijali, mimi don't care, mimi huku sio kwetu. Okay. Hata mimi naweza fanya kazi nyingine yenye hata ukiniona unichukie, mimi sina issue. Na kwenye unaweza fanya? Hapana, siwezi. Sasa si labda hao ndio maana hawafanyi kwao. Ndio hiyo. Wakienda kwetu siwezi. Siwezi kabisa. Sawa. Naona unamaliza hiyo tayari. Sasa nimemaliza. Naweza ipika sawa, naona ile pale sasa imeanza kutoa moshi. Sasa hii chapati unaweza pika special. Hii kwanza nataka niwapikie special. Special inapikangwa hivi. Okay. Inakula mafuta lakini unaenda hasara ukidhani unafurahisha customers. Wewe unaenda hasara. Kila mtu akipika special iko na hasara fulani. Unauza bei same na hiyo nyingine ama ni size tu? Ni same tu, hii ni ya kuvutia. Naona vile nimeifanya hapa sasa, nachukua nafanya hivi. Naweza imwagilia mafuta kidogo hivi. Alafu nifanye hivi. Hii ni special. Alafu na irori hivi. Alafu naifanya hivi. Hii sasa inaitwa special. Hii kuna vile inafura tofauti na hizi zingine. Naona. Hii sasa naweza ipika. Pisha ya chapati sio mbaya. Kwanza mimi naweza penda hii chapati nijipate nikiwa na gari mzuri yenye nimepata kutoka kwa chapati. Hapo ni gari itoke hapo. Na ni lazima. Maybe next year tutaweka bidii tuone. Kwa hivyo ni kazi mtu akikuwa tu focused anapata tu mapato mazuri. Lazima upate. Lazima. Hii ni lazima. Smocha sahi. Acha kwanza nifungie custom. Au nipashe moto sana zaidi. Sasa namwekea kachumbari kidogo. Nikuwekea kila kitu. Hii ni choma sauce, inakuanga tamu. Wanawake ndio wanaipenda. Tunapenda choma sauce. Si ndio? Hii ni tomato sauce. Alafu unamfungia. Na customer mwingine akikuja wewe ndio utafunga. Si ndio? Asipoto kama atatoroka ndafunga. Mkuje. Sawa. Na kuonyesha vile tunayofunga hii smocha. Okay. Smocha yetu tunaifunga hivi. Na jaribu kuiweka katikati hivi kidogo, alafu nafanya hivi, alafu nafanya hivi, alafu nafanya hivi, alafu nafanya hivi. Napia custom. Hapo pesa imeingia. Hivyo tu. Roho imefurahia. Lazima. Lazima roho ifurahie my friends. Pesa ikiingia hata kama ni kidogo, inaongezeka tu, inaongezeka. Naona mkani imekuwa moto. Sawa, hapo sasa nataka naanze kupika. So unaanza na hiyo special nyingine ulishaunda. Ndio hii. Hapa sana roll. Kitambo sikuwa najua ku roll. Ulikuwa unatengeneza mashevu. Vibaya sana. Kwanza nilikuwa nafanya vitu zingine hata sikuwa najua naweza jua kupika chapati au samosa. I take time tu, lakini nikajua vizuri. Alafu ikiwa hapa unaona ina shape poa, hapo unaweza tengeneza shape nyingine hivi. Tengeneza ka shape poa. Kutoka hii. Unaona sio mbaya. Ndio shape. Alafu naipindua. Ndio hivi vizuri. Huwezi iweka mafuta kaa iko hivi. Lazima uipe time kidogo. Unaona sasa ile special imeanza kufura hapa hivi. Hizi zingine haziwezi. Unaona? Sasa hapa nikiweka mafuta itafura vizuri. Kuna chupa natumia ya mafuta. Unajaribu kutafuta hapa. Sasa mimi napikanga nikiwa nimekaa sababu nakwanga na issue ya mguu. Nakwanga na kichuma kwa mguu. Sasa nikisimama sana kuna vile mguu inafura. Sasa ndio isifure, nilijaribu kutafuta hiyo kiti yenye inaweza nisaidia ndio angalau isinini. So ukishatengeneza kila kitu unapanga hapo unakaa. Sasa naweka mafuta hivi. Unaweza tumia kisu kiangalia kaa iko sawa hivi au tumia mikono, inategemea na kile ambacho umezoea. Ujaribu uangalie usichomeke, nikuje kushikwa bure. Kabla ujue kupika chapati ili kuchukua muda gani? Hiyo time nilikuwa nataka pesa zaidi. Nilikuwa nalipa pesa kidogo sababu sijui kupika. Sasa ikabidi niweke bidii hapo ndio nijue vizuri, nianze kulipa mshahara mzuri. Ilinitake like 3 months. Kwa sababu haikuwa chapati peke yake, zilikuwa vitu mingi. Ilikuwa chapati, samosa, mandazi, mkate na cake. Kuna mteja hapa? Yes. Kwa sawa. Lakini kula chapati yetu. Promote. Ni tamu. Onza hata moja. Hata moja. Next time ndo sasa.
Najua, wanajua. hapa. Okay, sawa sawa. Ngoje. Sawa basi. Ilinitake time ndio nijue hizo vitu zote, but kujua nazo zilinisaidia. Kwanza zilifanya nijulikane na zilifanya nijisimamie kimaisha, which means siwezi omba mtu. Yani najisimamia kwa kila kitu, yani siwezi tegemea mtu, najitegemea mimi mwenyewe kulingana na ujuzi yangu, na maisha inasonga hapa pipeline. Na inanga uchovu. Umezoea kazi ya hii hapa nje kwa sababu watu one on one. Unaweza kaa kweli kwa ofisi hivi ama sababu hii sio kazi yangu. Kazi yangu mimi ni mwalimu. Wewe ni mwalimu? Mimi ni mwalimu na nimefunza, niko na experience, nimefunza sana, which mean hii nimeifanya sababu sina ingine. Ukifunza ulikuwa unafunza Rwanda, Tanzania ama huko Kenya? Nimefunza Rwanda 3 years, nikafunza Burundi 4 years. Hapo mbona ukaacha kwa kuja? Hiyo siambiangi mtu. Okay, sawa. Kuna sababu iliyosababisha nikuje huku ndio nifanye hivi. Niache na kufunza. Ukipewa option ya kufunza na kuendelea hii tutachagua. Nilipata huku. Nilipata ya kufunza but sikuifurahia sababu niliona mshahara sio mzuri. Heri nipike chapati badala nikuwe mwalimu. Mshahara niliona sio mzuri. Nikaiacha. Unajua kuroll? Mimi nataka unifunze. Mimi yani sijui chochote na chapati. Acha nikufunze kuroll saa hii. Na utatoka hapa ukiwa umepika chapati mingi zaidi. Mbona uko na passion na kazi yako? Naona unaifanya na roho moja. Sana. Hata nisipokuja hapa sisikiangi poa. Angalau nikuje. Nikaikae tu, nipige story na ma customers nini. Tunaipenda sana hii kazi. Sababu ndio inatulisha, ndio inatulipia nyumba, everything, familia nini. Umeona tofauti ya special na kuna yenye umepika yenye iko special. Sasa na unaweza kuja kuroll au nikuonyeshe vile tuna roll, but inaweza kuwa hapa shape ni mbaya, ikiweka hapa kwa pano na inakuwa vizuri, inakuwa mzuri. Lakini kuna yenye tu unaweza tengeneza hapo ikae kama map. Ikae kama map? Inaweza. Sasa ukikuja hapa haitakuja round. Nikileta hapa hiyo ya map itakuja round. Acha tujaribu tuone. Tujaribu. But mimi naweza penda ukipika chapati mzuri. Si unapikianga bwanako au? Mimi sijaolewa. Hujaolewa? Sijaolewa. Boyfriend yako? Na boyfriend yako? Sisi ni watu wakubwa manze. Kuna siku umepika chapati mingi sana mpaka wewe mwenyewe ukashtuka. Kama ngapi hivi? Siku za maandamano. Watu walikula chapati sana hizo. Vibaya sana kwanza. Hata nataka maandamano irudi kidogo. Siku za maandamano ndipo kuna pesa sasa. Hapo unapika chapati hadi mwenyewe unashtuka. Hadi unatafuta wasaidizi. Hizo ndio siku siwezi sahau. Uko unafunga? Siwezi funga aje sasa. Wanapita hapo na wanaacha order. Kitu nilikuwa nafanya na wawekea maji hapo emergency. Nawekea maji hapo ya kukunywa na kasukari maybe mwenye amechoka. Unajua wanaongea sana. Kweli. Akikuja amekuja kunywa maji na sukari analamba. Chapati nazo unazuza vibaya sana. Zinaenda kuenda. Hiyo nayo sikudanganyi. Kwa wakati wa maandamano walai tuliuza. Ndio siku ya kwanza nilishituka sasa kufanya kazi. Hata siku hapa tulikuwa mahali kwingine huko ndani. Niliuza vizuri. Vile unaweza enda kwa nyumba ikiwa na faida ya 5,000. Ni majenzi tu walikuwa ama pia polisi walikuwa wanapitia? Mapolisi hawezi kula. Majenzi na watu wengi sababu kulikuwa rush. Wananunua wakikimbia, wanaogopa nini. Na sasa vile nilikuwa najua wakati wa maandamano kuna kuanga kazi, nilijipanga mapema. Which mean maandamano ilikuja kuanza, nilikuwa na chapati zinafika hapa. Sikuwa napika, nilikuwa nawafungia tu. Wewe na umejipanga? Na coins mingi sana za kuapia balance. Hiyo ndio siku siwezi sahau. Na kuna siku zimekuwa slow. Monday siku mbaya, kila siku. Monday na Wednesday. Monday na Wednesday. Hizo siku mzuri. Watu wanapika chapati kwa nyumba. Monday watu wanakuanga wameharibu pesa kwa vilabu. Sasa wananga pesa. Wamebakisha fare kwenda job. Na Wednesday sio sana. Na Christmas watu wanakula chapati vibaya sana. Wanakula? Aya Christmas. Huwezi pata chapati za kuwapea. Kwanza Christmas tunakuanga watu kaa 5. Tunasaidiana tukiwa kazi inakuanga mingi zaidi. Kuna watu wao wanakupea order tuseme wanataka chapati namba fulani kwa nyumba ama kwa sherehe. Hata kama sasa kuna mwenye amenipea order ya chapati 40. So sasa hii kutengeneza hizo zote wampelekea.
Hata nimeshampelekea 20 na bakisha 20. Kwa nyumba naendanga kuwapikia, lakini wengi hawakubali sababu kwa nyumba naitisha pesa mingi. Naitisha pesa mingi sababu ni kwa nyumba. Kwa nyumba kwanza ni risk. Unaweza enda upate ni mwanamke. Hebu niambie changamoto hiyo inakaa interesting. Hiyo ni changamoto kubwa. Niambie. Unaweza pata ni mwanamke na ako na mzee, umeenda kumpikia chapati na mzee wake ni mtu wa wivu. Vile sasa amekuona umeenda hapa na zadhani wewe mnajuana na hiyo mwanadada. Sio sasa inaweza kuwa mbaya. Hiyo sasa kwanza hapo ndio niende na kuuliza uko na mzee au wewe haujaolewa? Uko peke yako kitu kama hiyo. Vitu zingine kwa nyumba unafaa tu uchishe pesa mzuri. Which means siwezi kupikia kwa nyumba na 300 unga moja. So unapangana na mtu according to chapati anataka ngapi, utatumia unga ngapi, unapangana naye. Utatuachia namba, mtu anaweza taka service yako, si ndio? Iko sawa. Namba nao nakuanga nayo. Sasa ndio chapati unaweza kuja uroll. Hata hujanionyesha kuroll ikuwe round. Nataka unionyeshe. Nataka kwanza nione hiyo yako. Jioni. Unataka kuona yangu kwanza? Ndio nijue nitaanzia wapi. Hey guys, unataka nijaibisha hapa. Hakuna mtu anakuona. Hakuna kila mtu hapa Wakenya uzuri wenu. Kila mtu anakuanga na shughuli zake. Wakenya watanichambua. I had to clean my hands before I get hands on. Sijazia wasichana kama nyinyi wakipika chapati. Sijui wanautanga maslay please. Ati hajazoea sana kama wasichana wanaweka makucha huko wanajua kupika chapati, ni mimi tu sijui. Kupika nini? Nisaidie tafadhali. Hata kwanza nitoe hii yangu. Okay. Okay. Sasa nani anafunza mwingine? Ni mimi nafunzwa. Unaona aje? Sasa nani mwalimu? Mimi obvious. Nitafuta fimbo. Unataka fimbo? Ndio, kufunzwa ni lazima utakosea na utachapwa. Nataka kuanza. Nitumie ndogo. Fimbo si hiyo. Sasa nitumie ndogo for damages. Unga haiharibiki. Hiyo unga tumia yenye unajisikia, unga haiwezi haribika. Unajisikia na hiyo. Ukiharibika leo utaipika na utaikula. Siko sawa. Haya mwalimu. Tunaenda step by step ama nifanye tu yangu kwanza? Sasa kuna watu wanatumia unga na kuna watu wanatumia mafuta. Sasa sijui wewe unatumia nini? Mimi ni wa unga. Okay. Mwalimu, yangu ishakuwa. Kifaransa. Chapati inaitwaje kwa French? Nifunze. Hiyo kitu nikaa inaanga jina ingine. Haina? Wala ni chapati tu. Kwa Kiingereza inaitwaje by the way? Chapati inaitwaje kwa Kiingereza? Na mimi ni swali. Chapati inaitwaje kwa Kiingereza? Ndio tu chapati maybe. Sijui mimi. Chapati inaitwaje kwa Kiingereza? Chapati. Ni chapati. Zikuwa chapati. Ama hata labda wajui. Haya mwalimu, ndio shape yangu. Uko sawa sana zaidi. Hata uko sawa zaidi. Unaweza endelea. Bado kidogo. Bado kidogo. Sababu kiweka hapa ikiwa inatoshana hivyo, sita expand. Utachomeka. Si nilichukua kale kadogo. Utachomeka. Unaona sasa. Nilichukua kale kadogo. Nilichukua kale kadogo. Mbona nichomeke? Uko sawa. Unajua mtu mwenye anajua kupika chapati anaangalia wapi? Bila ana spread hapa. Napata credit. Nimeona kama unaweza jua side. Unajua ni maside. Inaleta shepu isiyo poa. Unashindwa side nyingine. Uko sawa. Unaona mpima tu. Alikuwa anasema na mpima. Mpima. Uko sawa. Hai mafuta. Wewe umezoea bila kijiko, mimi nimezoea kijiko. Hii ndachomeka hapa. Fanya. Una spread na nini jamani? Kisu ndio hiyo. Kisu hii? Hapana. Unashika hivi. Tunataka kupindua. Unashika hapa hivi. Alafu unafanya hivi. Nimezoea kijiko. Uko sawa. Ameweka mafuta side nyingine wakati hapo kwingine hajapika. Chukua nyingine chapati sasa. Unaweza chukua nyingine ndio usichomoke. Okay, sawa sawa. Ukipindua ni vile vile. Hii tumesaidiana. Bado kuna yangu nyingine. Unaona sasa mafuta umeweka hapa, unaweka saa hii sasa. Si unajua nimezoea kufanya tu na kijiko hivi. Mbio. Sawa. Mwalimu. Nyingine. Acha tuchukue kubwa sasa. Acha nirahisishie kazi. Sasa tuende mbio. Tuongezeka unga. Ndio iache kunini? Nikitaka kutengeneza shape kubwa, hapo ndo napotea. Sawa, unaweza hapa. Ni expand sasa. Okay. Ikwe kubwa kidogo. Niongeze. Wewe umezoea moto mingi jamani. Fanya hivi. Unaweza yoka hadi kiraka. Unaweka bandage. Okay. Umezoea kuspread na kijiko hapo. Unaipindua mbio. Sasa hapo unaipindua.
Hivyo tu. Acha nitumie chapati jamani. Nisiungue. Unachukua hiyo kisu, alafu unaangalia kukoaje huko. Bado. Ongeza tu mafuta ndio isikue ngumu. Unaangalia, check rada. Rada iko sawa. Uitoi. Hivyo tu. Unatoa hii sasa. Hii peke yake ya juu, unaweka mafuta hapa. Tuweke mafuta. Alafu unapindua sasa. Hivyo tu. Basi. Ndio hiyo. Na hapa mko fast. Hapa ni kwa biashara, hata uko slow. Niko slow? Nasema nyinyi mko fast. Mimi sasa hivi niko Shakwa, sio? Tano. Shakwa. Unaona, congratulations. Chapati nzuri sana. Tunauza sasa hivi. Biashara. Ndio akujie. Which means nisipopika chapati nasikia nikiumwa kwa mikono. Siku ikipita kama jaroni nasikia ukiumwa. Siwezi maliza siku hata kama nilikuwa mgonjwa. Angalau nipike ya nyumba yenye nakula. Zikuwe 2, boards 2 tu. Lakini mikono tu iguse unga. Na naona uko na wateja wengi. Siri yako ni gani? Kutreat customers vizuri. Ndio siri peke yake. Biashara inanga siri nyingine. Kutreat vizuri customers, kuwaongelesha vizuri, kama inawezekana. Kuna mwenye anakuja akiwa na mudu mbaya, unajaribu acheke kidogo, huyo mtu lazima atarudi. Ukimwongelesha vizuri, atajua kwa kina Elvis wana treat vizuri watu. Na heshima pia. Sababu ndio mabosi wetu, asipokuletea pesa, hiyo chapati utaipeleka wapi? Lazima uonyeshe heshima na uwatreat vizuri. Kuna wenye wanakuja wanakuambia nataka kachumbali, uniwekee kwa chapati. Haifai kuweka kachumbali kwa chapati, lakini tu akikuomba unamwekea. Huyo mtu atarudi. Au customer mwenye mmezoeana anaweza kuja akwambie leo siko sawa, lakini penda kulipa. Ukimtrust akulipe, huyo mtu umemshika vizuri sana. Huyo mtu hatawaenda mahali kwingine. Kala yenyewe unaona ni ya kuvutia. Kala iko sawa. Nafikiri wakati siwezi kula chapati kwa sababu ya harufu na kuzikula. Vile umesema tunazikulanga tukiamua. Tunazikulanga. Sasa kuna time nyingine hata unanga haja na chapati. Wewe si mtu wa ugali. Mimi si mtu wa ugali. Niaje bazu? Niko fit labda wewe. Na vile customer wangu mnanisumbua. Kwanza nimeanza na wewe. Anawasema sana. Nimeanza na wewe. Ngoja tu. Huyu mnaona ndio ananisumbuanga. Huyu. Huyu ako sawa. Yeye anisumbue. Nisimocha. Ngapi? Unapenda chapo zake? Unatambua chapo zake? Chapo za nani? Bora amepika. Ni tamu jamani. Bora umeniambia sasa kusikia. Wewe unaniambia singine usiongee. Wewe nyamaza. Mimi ndio nienda sana. Umesema sisi wa Kenya ni wakora. Nimesema ni wajanja kibiashara. Mkenya anaweza kuonyesha ng'ombe, anaweza kuonyesha mbuzi na kwambia ni ng'ombe na atakuingiza box hadi ukubali. Na kuconfuse. Atakuconfuse hadi ukubali. Hiyo ndio shida. Na ni mbuzi unaiona ni mbuzi anakwambia ni ng'ombe ni vile hajakuwa kubwa. Umesema sisi ni hatari. Sisi ni sales people. Ndio maana sasa Watanzania wanaogopa sana. Wanatuogopa. Sasa watu hao. Sisi tunawapenda. Warwanda wananga mambo. Mnatuogopa tabia. Jamani. Hizo mira mnakula jaba. Hizo ukipatikana huko. Warwanda mkuli jaba. Ukipatikana huko utafungwa vibaya sana. Kwa hivyo mkuli juu ya rules. Lakini mnataka. Sio ni miadharati. Hatutaki. Kuna Mrwanda anaweza kuuliza vitu. Hapana. Sijaiona. Hata huku vile mmekuja huku Kenya. Haezi. Anaweza fanya mambo zingine vitu mingi, lakini jaba haezi. Hiyo ni limit. Lakini nyinyi mtuogopi at least. Sisi tuko sana nyinyi, sisi ni mandugu. Sisi tuko sawa. Hata sisi ni mandugu na Watanzania. Kenyans are very nice people. Wakenya wako sawa. Wakenya ni wakarimu, hiyo nao tunajua. Hiyo nao Afrika mzima by the way. Mimi nimetembea nchi mingi. Niko na nchi zenye nimetembea sio kidogo, mingi zaidi kwanza za Afrika. Sasa Wakenya ukilinganisha na watu wengine, Wakenya wako sawa, ni wakarimu sana zaidi. Hawananga ubaguzi. Ubaguzi hawana, wako sawa. Hiyo ndio tunapenda chapati. Mnapenda chapati najua. Hakuna nchi inanga chapati. Rwanda pia mnakula chapati. Rwanda pia inauzwa hivi kila mahali ama Hapana. Hii hiyo rudisha kwenye umetoa. Eti upike chapati kwa barabara? Kwa nchi ya nani? Kwa nchi ya nani? Kwa hivyo ni watu tu kujipikia kwa nyumba.
Hakunanga vitu zinauzwa kwa barabara hivi. Hakunanga. Sokoni, dukani. Story imeisha. Huwezi tafuta chapati uende kwa street au uende unapata chakula inapikwa kwa barabara hivi. Hakunanga kitu kama hiyo. Street food yenye mnapenda huko sana. Nyinyi watu wanapenda sana ni gani? Tunapenda food zote. Unapenda isipokuwa ni ugali. Hizi za barabara hizo street food watu wanapenda. Hizo hakunanga kwa barabara. Kuna kabisa. Hizo hapana. Wa Rwanda hata wajaanza smocha. Kwa mahoteli, kwa hoteli iko sawa, lakini kwa street hivi hakuna. Huwezi pata. Huko ni kusafi kabisa, ni kusafi. Ni kusafi. Huwezi pata karatasi kwa barabara. Au unapata mtu anavuta sigara kwa barabara. Unashinda kwani mtu anafikiria aje? Unavuta sigara kwa barabara jamani? Lakini jumeishi huku na huko una prefer wapi sana? Niko na mtoto Kenya. Which mean kuna vile niko na wa Kenya. Wewe ni mmoja wetu. Unasikia niko na mtoto Kenya, niko na damu yangu iko Kenya na mama wa huyo mtoto bado ako, which mean Kenya siwezi isahau hata kukua aje. Lazima kutakuwa tu nyumbani. Na usahau mama wa huyo mtoto namuita mama. Mama wa huyo msichana. Sasa ni nyumbani sasa Kenya. Kenya is home. But maji hata ikiwa moto aje, lazima itafika wakati ikuwe baridi. Sijui kama umejaribu kusikia ni nini nataka kumaanisha. Hata kukua aje, lazima nyumbani ni nyumbani, utarudi tu. Sasa hata umehesabu umepika chapati ngapi kweli? Najuanga nikipika unga moja najuanga inatoa chapati ngapi. Sasa hii nimehesabu hizi balls, nikabakisha hizo. Zenye zimetoka hapa ndizo zitakuja zitoke hapa pia. Uchomeki. Nimezoea, nachomeka lakini tu utafanya aje. But situmiangi, kuna wengine wanatumia karatasi. Ile karatasi ya unga hivi haikwangi mzuri. Inafanya chapati inakauka katikati. Ndio ikuwe mzuri. Unaona hii chapati yenye nimeweka juu, hizi zingine hata kama ilikuwa ni ngumu, nikiweka hapa itakuwa soft. Nikuwekea kachumbali? Kwa wingi. Kwa wingi? Naona. Kaa yote sasa. Kama yote. Sasa taifunga aje nikiweka kaa yote. Alafu hizo vitu zingine za wanawake. Nasikianga wanaume wakikompela sababu hizo ni za mademu kwa hizo. Niweke. Sawa, muda pilipili. Si kuna pilipili. Choma sasa. Okay. Mimi bana. Wanyama ni sasa kwa ya huyu. Mnatukosea. Unasema unatukasirikia kwa sababu tunapenda kula pizza. Na complain, sio kukasirika. Yaani hizo vitu mbona unatukasirikia sisi wasichana? Hizo vitu zote mzuri mnataka nyinyi ndio mkule. Hata tuanze na smocha. Ni nyinyi mnataka smocha. Sasa sisi tunasaidia biashara. Hot dog ni nyinyi. Hamtaki mwanaume akule. Hata boyfriend wako hataki akule. Pizza au unataka ndio ukule pizza. Mwanaume hafai kula pizza. Hadi mnasema mwanaume ndio ajitambue ni mwanaume, akose kuoga. Mnatuambia ati tusioge, mwanaume ni jasho. Sisi tukasema. Mnasemanga hivyo mwanaume ni jasho hafai kuoga. Hakuna mwenye amekataa mwanaume asikule smocha. Sasa hii wewe, hapa kuna kideri na jakarangwa na hapa kuna smocha. Nikoshua mwishoni kukula kideri wewe. Ulikuwa mdogo. Ukipewa na mama yako, sasa huwezi kula kideri. Alafu information nani akakupea? Hakuna mtu anipea information, ni vile tumekaa na wanawake tunawajua. Mnapenda hizo vitu mzuri, vitu ngumu hamtaki. Alafu ati tufai kuvaa leo tena. Si mmeingilia hadi life yetu. Unaona, lakini nategemea, unaona kati kwetu msichana au mama afai kuvaa trouser. Lakini mimi napenda mtembee, siku moja mtembee Rwanda by the way. Rwanda, ni invite ni Rwanda nikuja. Tembea Rwanda, tembea Burundi, tembea Tanzania na Kongo. Okay. Na Kongo usitembee sababu kuna vita, watakuua. Wataniua. Hiyo nani obvious. Kwanza kaa ujui Kiswahili, kaa ujui French. Hapo unauliwa mbio. Hawezi pita hata mpakani. Nimeombea mila zenu na mila zetu ni tofauti kidogo. Lakini nazeni sio mbaya. Kwanza wanawake wa Kenya kitu natambua ya kwanza, wako na bidii. Kuna bidii mingi sana. Sio kama kwetu. Kwetu ni wanyonge, wavivu. Hawafanyangi kazi. Wanaume ndio wanafanya. Wanawake ni kwa nyumba tu. Hivyo ndio mnapenda ama? Tulijipata hivyo, ni tofauti na huku. Huko huwezi pata msichana au mama anasukuma mkokoteni. Anafanya mjengo, anafanya usiku, anauza kibanda mboga usiku. Hata vitu kama mboga kuuza. Kwanza utazuzia wapi kwa kibanda? Kunanga vibanda? Si nyinyi mko na bidii. Hiyo nayo nakubali 100%. Lakini mila kuna kakitu tu kidogo tofauti na sisi. Najua sisi ni watu wa dera nini. Ule mtu atakivaa trouser, anavaa dera juu. Kitu kama hiyo. Tuwezi ona kwa magoti yake. Sababu mtu ukimuona sasa for example hata nikuonyesha mtu hapa. Kama tatu hivyo. Tuanze na huyu tu.
Nisende mbali mwenye amepita. Skati refu hivyo. Hiyo ni refu. Ndefu jamani. Sasa huyo haizi pita mtaa, atashikwa na atapelekwa seli. Na atatoka huko na faini kubwa after like 3 months. Vaa kama mtu mwenye anijielewa. Niuliza aje? Unavaa nguo zenye zinafika mahali popote. Hadi kwa miguu kuchini sasa. Zinafunika kila mahali mazee. Na nywele kuna shida na nywele mtu kachilia? Nywele unaweza funga au achilie but hiyo utashikwa. Hiyo utashikwa lakini nguo niko sure utashikwa. Uwezi vaa vile naonanga unavaa ukose kushikwa. Wallahi utashikwa. Na huko mna wasichana pia huko wanakula vitu tamu washinda. Nimecomplain sana. Wasichana wa Kenya, wa Burundi, wa Rwanda, wa dunia ni the same. Wewe hakuna tofauti na bibi wa Donald Trump. Unafikiria the same. Acha nikwambie. Unaona wanawake kwa hii dunia wote ni the same. Mnajipenda. Yaani nataka kumaanisha mnajipenda before mpende wanaume au mtu mwingine. Kwanza unajipenda. Na nyie hampendi hivyo? Sisi tunawapenda, hatujipendi. Wewe unaweza pata pesa ukose kushare na boyfriend wako, lakini boyfriend wako hawezi pata pesa akose kushare na wewe. Kujipenda sio mbaya lakini usisahau wengine. Ukikuja Kenya mara ya kwanza ukiona vile tumevaa. Hiyo story ni refu my friend. Kwanza nilikuja hapa exactly Pipeline. Na nilikuwa naishi karibu na hapo Aston Villa. Najua vile kuna kwanga. Sasa kufika mtaa tu nikifika mtaani, nilipata watu wanavaa. Nikauliza kijana mwingine, kwani hao wanafanyanga kazi gani? Sasa mimi nilikuwa nadhani tu ni watu maybe wanaendeleza biashara zingine zenye hatujui. Kaniambia ni watu tu kawaida, Nikamwambia wanavanga hivyo. Nasema hata jioni nifike mimi niende kwangu kwenye nalipa rent. Mtaani pote sikuna watu. Wasichana wanajiuzanga. Sasa nilishinda kuona mtu anaweza simama kwa barabara akisubiria mtu akuja amnunue. Nikasikia mtu wa kwanza, kujeni. Aje. Hiyo kitu iko huku bani. Yes. Nikauliza, mbona ameniita? Anataka aje? Akaniambia, hawa ni wale wanapojiuza. Sasa wanajiuza unampea pesa unaenda nalala na yeye. Wanakuanga hapo kwa street. Hawananga nyumba zao kwenye anakupeleka. Na hapo kwa street tu alafu anakupeleka kwa lodge. Sema hii nchi nayo hapana. Kwenye hakuna kabisa. Aje sasa. Hakuna kitu kama hiyo. Hakunanga kitu kama hiyo. Kwa nchi ya nani? Uko sio wametukazia kidogo. Eti kujiuza. Unaenda kwa street unasimama. Ni biashara huko watu wanakulia, wanalelea watoto. Ni biashara. Nilikuja kuna hiyo chapati. Sasa nilikuja mimi nikajua kama ni biashara baadaye, baada kitambo siku najua kama ni biashara. Hata mtu mwingine mgeni akikuja huku kutoka hizo nchi anashangaa kwanza. Anashtuka sana. Hata hizo nchi za Waarabu hazinanga hizo mambo kama hizo naonanga ni kaa hakuna. Sasa tunakuanga na mila za Waarabu. Unaona Kenya mko na freedom. Unaweza fanya kila kitu unajisikia. Hakuna mtu anakuuliza. Si ndio? Sisi kwetu sio hivyo. Hakuna hiyo freedom. Hakuna. Kwetu unafanya kitu yenye serikali inakubali. Siwezi enda huko eti nilikuwa napika chapati kwa street. Ndio niende nianze kupika chapati kwa street. Tutashikwa hapo. Kwanza tapelekwa kwa hospitali za wazimu waone kama akili yangu inafanya. Hawezi nipeleka seli saa hiyo. Watanipeleka kwanza kwa hospitali ya wazimu wanipime akili waone kama iko sawa. Baada ya hapo sasa wanipeleke seli. Siwezi waambia nilikuwa napika kwa street Kenya. Naambia rudi Kenya ukapike. Huko nyinyi mko na freedom, kila kitu inaeleweka. Heri hujakosea mtu, huko Kenya iko sawa. Ni tofauti na sisi. Lakini hiyo freedom si ndio nzuri sasa inafanya mnakuja huko tabia. Hiyo kitu ndio inafanya unaona watu wengi wamejazana huko. Hiyo freedom peke yake. Afrika mzima mko sawa. Na kikazi huku Kenya vijana wengi wanasema hakuna kazi. Ni the same na huko pia. Kazi zenye ziko hapa Kenya ni mingi sana hata uweze zifanye uzimalize. Mtu mwenye anasema hapa Kenya hakuna kazi ni mvivu. Kazi sio mvivu, anabagua kazi. Sasa mtu mwenye anataka pesa hafai kubagua kazi. Kazi yoyote unafaa kuichapa tu, heri inakuletea pesa. Sasa for example nafanya kazi ya sewage. Ni mfano. Hiyo pesa ikikuja, haitakuwa imekuja ikiwa imeandikwa sewage. Itakuja tu ikiwa ngiri kaka ingine, si ndio? Hii pesa inapatanga hapa kwa chapati, si ndio hii? Hii pesa haina jina eti chapati. Si ya Kenya tu, haina ya chapati, si ndio? Ndio maana sasa mtu hafai kubagua kazi, heri tu inaleta kichele. Ni hivyo. Kwa hivyo unaona huku kuna kazi sana kuliko kule. Huku kuna kazi mingi sana sababu mko na freedom ya kufanya kila kitu. Kama mmepewa freedom hadi ya kuendeleza hiyo kazi nyingine mkiita ni business. Hiyo sasa iko sawa. Kaya mna tukiita ni business. Ni business. Mko sawa.
Sasa hizi zingine watakataa. Na hizo wamekubali, hizo nyingine watakataa. Mko sawa, kazi ipo, kazi ziko. Sio lazima uwe umesoma ndio uende kwa ofisi. Mimi si nimesoma. Siko kwa ofisi, niko napika chapati. Na mtu akinipata hapa hizi jua hata nilienda shule. Anaweza fikira hata kazi sijui kuandika. Na nimesoma serious, hata nimesoma ng'ambo. Nimesoma ng'ambo lakini napika chapati. Na inanilipia nyumba, inanivalisha, inanilisha. Nafanya mambo mingi. Nitakununulia gari. Mrembo aje? Mrembo nimpe pesa. Ai nayo. Hapana. Ngoja. Warembo walifanyia nini? Hapana, tuko sawa na wao lakini siwezi wapia pesa. Yenye niko nayo ni ya kunisaidia mimi peke yangu. Wako wa familia. Ngoja. Hii pesa haijatoshea ile ya kushare na wanawake. Bado ni pesa kidogo ya kunisaidia ndio angalau nipanue kazi, business kwa kubwa. Hizo fikra ni za baadaye sana. Sio saa hii. Hiyo nayo hapana. Mwenye atanipenda bila kumpea pesa. Mwenye hataki aishie. Hii pesa ni kidogo. Hatuwezi ishare na huyu. Na umesema kule nyumbani wanawake kwenye ni wale wa kukaa nyumbani. Nyinyi ndio mnatoka. Tunatoka tunatafuta kazi. Wenye wako na kazi maybe wanafanya kwa serikali nini, lakini hiyo kustruggle, kuhaso hakunanga. Hapana. Hata serikali haikubali. Eti hao watu wanaenda wakizungusha vitu. Huko hakuna. Sasa utafanya aje? Utakaa tu kwa nyumba mwanaume aenda kutafutia. Na kitu kingine si tuko wachache, hatutoshei nyinyi. Tuko wachache na nchi yetu ni kidogo. Tunaomba Mungu tusaidie tupate freedom kama nyinyi. Inaweza kuwa kitu mzuri sana. Advantage gani umepata kufanya biashara Kenya? Advantage ya kwanza Kenya, kiuchumi. Pesa ya Kenya iko juu kwa ya kwetu, si ndio? Which mean hiyo pesa nikipata ni exchange, inaweza nisaidia mahali. Na biashara Kenya iko sawa kwa sababu kuna watu wengi, kwetu watu ni wachache. Which mean wakinunua wakiwa wengi na pesa itaongezeka ikuwe mingi. Na exchange itakusaidia zaidi. Naweza omba sana muendelee mkizaa watu wakue wengi. Ndio biashara iendelee vizuri. Mkue wengi kabisa. Na mkue na pesa. Ndio tunanunua. Ni hivyo tu. Na umepatana na changamoto yoyote fanya biashara? Changamoto ni mingi sana si foreigners. Hata kama nimesema Wakenya sio wa kabila, hawananga ubaguzi, kuna timing hiyo kitu inakuja tu. Sababu watu hawajaumba the same. Kuna mtu aliumba kivyake, mwingine akaumba kivyake. Kuna mtu anaweza kuja hapa aniambie nifungie smocha 2 au 3, unamfungia, alafu anakuambia sikulipi, na muuliza kwa nini? Wewe sio Mkenya kwanza, unafanya biashara kwenye sio nchi yako, naenda na kama ni mwanaume nifuate. Sasa unaangalia kupigana na mtu kwa sababu ya 120, alafu kuja haribu vitu za 1500, unamwacha tu anaenda. Unafanya hivyo? Mara mingi sana. Kaa weekend kwanza, saa hii ni lazima. Weekend ni lazima. Kwa wiki watu mara 3 inaweza happen kitu kama hiyo. Ndio changamoto mara mingi tunapata nayo. Na inauma sababu kuitwa foreigner kwa kitu mzuri, hakuna mtu anaweza penda kuitwa foreigner. Lakini kitu nayo inanirudisha na kuwa na hope ni vile tu watu wote wa maana kwa dunia walikuwa foreigners. Tukianza na Yesu, alikuwa foreigner Egypt, si ndio? Tuende kwa Joseph, alikuwa foreigner, unamjua Joseph. Hao watu wote wa maana wamekuwa kwa hii dunia ni ma foreigners. Sasa inanipea hope maybe na sisi tutakuja tukue watu wa maana kwa dunia. Hata ukiniita foreigner sioni kama ni matusa au ni ukweli, but njia wanatumia kuita mtu hivyo au kumnyanyasa kibiashara ndio mbaya, ndio nauma sometimes. Lakini tu unavumilia kama mwanaume. Unaona duka inatembea kwa barabara jamii. Duka inatembea. Hii Rwanda hakuna. Patikana hapo. Huko tunatembeza duka. Hapo kwanza unaenda sale. Ndio. Unaenda kwanza hospitali. Unaenda kupimwa lakini kwanza inafanya. Baada hapo unaenda sale. Duka kwa barabara inatembea aje sasa. My friend. Kenya nzuri basi. Hata naambia freedom yenye mko nayo, check advantage by the way. But kulingana na mtu mwenye alifanya hii freedom mko nayo, naweza sema congratulations. Huyo mtu ako sawa. Alijaribu. Huyo mtu mnafaa kumpea heshima sana zaidi. Unaona for example ile freedom itoke. Hiyo siku nitaenda nyumbani. So unaona hata na sisi natusaidia. Hata sisi foreigners tuko na freedom. Isipokuwa ni mtu mwenye ajielewi, mtu mwenye ajitambui, sio rahisi mtu akuje akunyanyase tu ni foreigners. Which mean mko tofauti na nchi zingine. Mimi nimetembea Malawi, nimeenda Zambia. Naenda tu kucheck rada hapa kukoaje. But vitu napatana nazo huko ni mbaya. South Africa kwanza naichukia, waliua brada yangu mwenye mimi nafuata na walimoa wakisema ni foreigner. Nimeenda Juba huko
Yani nimetembea tumanchi hii tu hapa karibu. Nyinyi ni tofauti na mko na freedom mzuri. Yaani mnapea heshima hata foreigner. Sipokuwa ni hao watu wenye wajielewi nini. Hamwezi kwa the same. Kila msitu iko na nyoka, ni vile tu hawazitafuti. Hakuna msitu unaweza kosa nyoka. Kwa hiyo mimi naweza sema kiujumla wa Kenya mko sawa. Hamna ubaya na sisi. Ukifika Zambia na urudi, utakuja uniambie ni nini umepatana naye. Wataanza kukunyanyasa ukifika mpakani tu. Mko sawa imagine. Hata watu wa nchi zingine wanasema Wakenya wako sawa. Hawana issue na foreigners, hawana issue na watu wengine. Kila mtu ako shughuli yake. Huko kwingine napo, hauwezi pita hapa ufike hapa kama hujaitisha passport. Sio mtu mwenye anafaa kukuitisha raia. Kaa wewe ukuje uniitishe. Nilienda Zambia niliona hata sasa hivi siwezi. Zambia nayo mazee. Uliona nini jamani? Zambia sio nchi poa. Iko na pesa kuliko Kenya, hata pesa yao iko na value kubwa. Which mean nikiwa na 100 ya Zambia, niko na 500 ya Kenya, lakini huwezi fanya biashara. Au hata watakukubalia, hata ukifanya watakunyanyasa, watakunyang'anya tu. Sio kama hapa. Hapa nimetetewa na Wakenya wengi sana. Mtu anakuja analeta upuzi, anataka wewe sio Mkenya nini na nini. Wakenya wenzake ndio wanakuja wanamwambia, mbona hiyo kazi hukuifanya? Si ulikuwa unajua chapati inapikwa? Mbona hukupika? Hadi unasubiria mtu kutoka nchi nyingine anakuja kufanya. Ndio kuna wivu ya nini sasa sumacha afanye. Wakenya wenye wako Rwanda, Burundi tunawarespect sana. Hizo nataka niziunde. Sasa tunamaliza ile unga tuliunda ile. Sasa namalizia. Elvis, umesema tayari unakaribia kufunga. Mimi nakaribia kufunga saa hii, ndio mwingine anitoe nikuje kesho jioni. So hakuna process ya kufunga, ni kuswap tu. Kuna vitu tunafanya. Lazima hizi ni vitu za kuhesabiwa, lazima tuhesabu tulikuwa tumeleta nini, tumebakisha nini, utaendelea na nini, kitu kama hiyo. Sababu najua kwa kazi hamwezi trustiana sana. Leo ulianza saa ngapi na sasa hivi tunafunga? Si kwanza leo, nilianza jana. Tutarudi kesho saa jana kitu saa 4 ya usiku. Sasa nimefunga saa ngapi? Kitu maybe nitafunga saa 3. Alafu niende nipumzike hadi kesho ndio nikuje jioni. But sometime nakuja tunabonga na wao wenye wako hapa. Vile na wao wanakuja tunaongea hivyo tu, maisha inasonga. Hapa ni wapi? Mtu direction ya kufika hapa? Jina hapa tu. Jina inanisumbua hapa. Wewe hapa kuna aje maideo hata ulizo huyu. Hapa panaitwaje? Hapa kwenye mtu akitaka ni pipe tu. Hamna jina ya base. Jina ya base hapa. Hamna jina ya base. Hakuna jina ya base. Wewe mwenyeji ndio huyu. Panaitwa? Ni pipe ama Modern Hospital. Pipeline Modern Hospital. So ukitaka kufika hapa Pipeline karibu na Modern Hospital, unatembea njia unakuja hapa unapata kina Elvo hapa, ndio base yao. Utapata Elvis ama utapata any other person, but ndio base. Wako na chapati poa sana. Kuna chapo, kuna masmoki hapo na vitu vingine pia. Watu wanapiga kazi. Mimi naweza sema asante kwa kututembelea. Bado tuko hapa. Tumefurahia. Baada ya hii siku maybe mtarudi. Tuendelee tukiongea. Na hii sauti isikwe hapa tu. Kwa kuna kitu ya kutusupport, mnaweza tusupport. Bado chini. Kitu kama hiyo. Mimi napenda kujitetea. Tuambie pale tunasupportia ni wapi? Ni 011 24 15 602. Umesikia? Msupport bana, chini biashara iendelee, si ndio? Inaweza kuwa poa. Inaweza kuwa poa ikiinuka. Mwe mnasema kuna Mrwanda kwa hapo. Kweli. Amejulikana. Ukifika pipe ndio base ya chapo. Ndio hiyo. Ndio base. Nikishika pesa nasikanga vizuri. Nasikanga fiti sana. Nikishika pesa, niweka tapili. Nasikanga mimi niko mwanaume sasa. Wewe ndio mwanaume. Niko na pesa kwa mkono, nasikia niko mwanaume enough. Kabisa. Mwanaume hafai kukosa pesa. Aje sasa. Tafuta hadi uende wapi, lakini uipate. Na tujitume. Kwa herini nyinyi wote, si tumefunga, wengine wanaingia. Poa. Kazi bado inaendelea huko. Lakini inaendelea tu. That was a very nice conversation. You have seen the way Elvis loves his work. I hope he motivates you. I realize people around here don't sleep. The town in a function 24 hours. It's been your girl hapa, Sophie Juma aka Mwanamke Bomba.